Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-murtada. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika sura At-Tauba, sura ya 9 ndani ya Qur'ani, tumependelea kuwakumbusha kuhusiana miezi hizi mitukufu. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra, anasema hakika idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu ni idadi ya miezi 12. Minha 4 hurum, katika miezi hizi 12 anasema ipo miezi 4 mitukufu. Ikaja hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema mwezi wa kwanza kuna Rajab, kuna Dhulqa'da, kuna Dhulhijja pamoja na Muharram. Kuna watu wanaosema kwamba Rajab ndani yake mna saum, wengine wakasema Rajab ndani yake hamna saum, lakini kwa jamhuri ya watu wote tunakubaliana kwamba mwezi wa Rajab mwenyewe ni mtukufu kwa kauli sahihi ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, na akaja bwana Mtume Muhammad kusharehesha aya za Qur'ani pale aliposema Rajab ni katika miezi mitukufu. Sasa inshallah mtafaidika na Sheikh Suleiman Al-Qurtubi kutokana na utukufu wa mwezi wa Rajab. Inshallah tafafanua, atatuambia kwa nini baadhi ya watu wanafunga, kwa kiigizo gani wanafunga, na kwa nini baadhi ya watu wanasema hapana kufunga. Inshallah tusikilize kwa makini Sheikh wetu huyo Al-Qurtubi ili tuweze kufaidika na yale ambayo ametuandalia. Namshukuru tena Allah Subhanahu wa Ta'ala, na rehma na amani zimwendee Sayyid Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla kama vile alianza kuzungumzia aya inapatikana katika sura At-Tauba aya 36, ndani yake Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba fala tazlimu fihinna anfusakum, asema katika hii miezi mitukufu tusisifanyie dhulma nafsi zetu ummati Muhammad. Akasema Sheikh ya kwamba yani fafadhul khairat ni mwezi wa kufanya khair nyingi sana, katariki maasi, kuachana maasi, kufanya sana istighfar, kutoa sadaka, kusuluhisha baina ya watu, wa inkana siyami fihinna, na kama ndani yake mna saumu basi tufunge. Watu wengi sana hapa wanaukia sana utata. Kuna wale wanasema kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga siku 30 katika hii mwezi wa Rajab, lakini kiukweli kabisa hatujapata kuona hadithi ambayo inanasibisha siku ambazo Mtume alizifunga katika mwezi wa Rajab, lakini bali kuna baadhi ya hadithi ambazo anasema Umar ya kwamba bwana Mtume alikuwa anaambia watu ya kwamba kulu fa innama huwa shahru kana ta'dhimuhu aljahiliya. Bwana Mtume alikuwa anaambia watu ya kwamba kuleni katika mwezi wa Rajab, sababu ni mwezi ambao majahili walikuwa wanayadhimisha. Tunakutana Muharram ni mwezi mtukufu. Bwana Mtume alikutana Mayahudi wanafunga Muharram, wakaulizana kwa nini, sababu wanafadhisi kwamba Nabii Musa alivuka na Bani Israeli. Bwana Mtume akasema nahnu ahaqu ilayhi, sisi ndio tuna haki sana kwa Nabii Musa, basi kwetu sisi tukasunishwa kufunga katika mwezi wa Muharram. Lakini je, katika mwezi huu wa Rajab ndani yake mna saumu hasa inaitwa saumu ya mwezi wa Rajab? Mimi ningeona Waislamu ya kwamba mwezi huu mtukufu ni mwezi wa kukadimisha iliyokuwa ya kheri, tutoe sadaka, tusuluhishe baina ya watu, tudumishe ibada, tukisirishe wingi wa kheri, tuwasamee wale ambao waliokosea. Lakini kama mtu atapendekezwa, mtu atapendeza, mtu atajiona bora afunge ili apate fujira mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayakatazwa kufunga, sababu tunasema asaumu junna, saumu ni kinga. Na hadithi imetokea kwa Zaidi mtoto wa Aslam, qala, anasema
suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani saumu Rajab, alimuuliza Bwana Mtume kuhusu saumu ya Rajab. Faqala, Mtume akasema aina antum min Shaaban. Hapa tunakutana sahaba alimuuliza Mtume Rasulullah, vipi kuhusu saumu ya Rajab? Kuna saumu hasa ya kufunga katika mwezi wa Rajab inaitwa saumu ya Rajab, kama gesi Mtume alifunga katika Shaaban na akafunga katika Muharram na akafunga katika mwezi wa Ramadhan. Anasema Bwana Mtume aliwaambia aina antum fi Shaaban, ili nyinyi muwe na saumu inaitwa kuwa ni saumu ya mwezi wa Rajab, mko wapi katika mwezi wa Shaaban? Ikaonekana ya kwamba katika mwezi wa Shaabani tunafunga ambayo Bwana Mtume alifunga mwezi wa Shaabani, lakini hatukupata hadithi ya kuonyesha kwamba Mtume alifunga mwezi wa Rajab. Lakini kuna mtu ambaye kawaida yake ni kufunga Alhamisi na Jumatatu. Huyo mtu hajakatazwa kufunga Alhamisi na Jumatatu na Ayyamul Bid, sababu ni saumu ya kawaida ya sunna. Katika mwezi wa Rajab unaweza kufunga Alhamisi, ukafunga Jumatatu, ukafunga masiku meupe, lakini inasibishwa kwamba hii saumu ni saumu ya mwezi wa Rajab. Hapana. Kwa hivyo ndugu zangu, yule ambaye atakayefunga saumu akainasibisha ama akaamrisha wote kwamba wafunge Rajabu, atakuwa anaenda kinyume na mafunzo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu kana yakrahu ifrad Rajab bisawm. Bwana Mtume anasema kwamba haipendezwi kumpokesha Rajabu kwa kufunga, yani ukaambia watu ya kwamba hivi Rajabu inaingia watu wafunge siku kadhaa ama siku kadhaa. Hii itakuwa kabisa umekwenda kinyume na mafunzo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu ibada yote tunaifanya kupitia maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ndugu Waislamu, hakuna hadithi iliyothibiti kusema kwamba Bwana Mtume alifunga Rajab. Ama ndani ya Rajab kuna zile masiku ambazo unaweza ukafunga kama vile siku ya Jumatatu, tariki 13, 14 pamoja na 15 za kila mwezi ikutanika katika mwezi wa Rajab, unaweza ukafunga kama ilikuwa ada Bwana Mtume Muhammad. Lakini kusema unafunga unanuia nafunga Rajab, saumu ya Rajab, hii ni hadithi potovu na haipo wala haikuthibiti hata kwa bahati mbaya. Kwa hiyo mwisho wa kipindi, Mwenyezi Mungu atuseme miongoni mwa watu wenye kupenda maneno yake na tukayatia katika vitendo. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.